Yes, shalom tena taifa la Mungu. Mungu akubariki sana popote ulipo na neema Mungu pamoja na wewe. Ni madhabahu tena ya Prayers Charismatic. Ni matumaini yangu kabisa mzima afya, roho na mwili. Karibu tena katika madhabahu hii ya Prayers Charismatic, ikiwa basi kwa leo tutakwenda kutazama hatari ya kutafuta muujiza bila kutafuta Mungu. Asilimia kubwa ya watu, ama kwa tafiti ambayo imekuwa ikifanyika ama imekuwa ikiendelea, ni kwamba asilimia kubwa ya waamini leo hiyo wamekuwa si wenye kumtafuta Mungu, bali wenye kutafuta muujiza utokanao na Mungu. Yaani watu wamekuwa wenye kutafuta muujiza, lakini si yule ambaye anatoa muujiza. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni rahisi sana mtu kusema kwamba nakwenda kanisani kwa sababu nahitaji Mungu aniponye. Sio vibaya, ni vizuri. Na nikwenda kanisani kwa sababu nataka Mungu atibu familia yangu, Mungu atibu ndoa yangu, Mungu atibu biashara yangu. Sio vibaya, ni vizuri mtu wa Mungu. Lakini fikiria kwamba muujiza pekee hauwezi kukukomaza roho yako. Mungu anachohitaji, anahitaji zaidi kwamba roho yako imekomaa katika imani. Roho yako imekomaa katika imani kwamba Mungu amenipa, hata asiponipa bado ataendelea kuwa ni Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana taifa la Mungu. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 26, kuna kitu ambacho unajifunza. Baada ya Yesu kualisha watu wapatao 5,000, kuna watu walimfuata baadaye kesho yake kwamba wakihitaji mkate tena. Ila Yesu aliwaambia kwamba msitake mikate tu. Yesu akaanza kuwafundisha kwa habari ya neno la Mungu, uzima milele. Yesu alikuwa akiponya, Yesu alikuwa akifufua wafu, Yesu alikuwa akiponya viziwi, alikuwa akiponya vipofu. Lakini zaidi alikuwa anatuambia kwamba na neno lake likae kwa wingi katika mioyo yenu, kwa sababu anajua kwamba unaweza ukaponywa leo hii tumbo, ukaponywa leo hii labda sikio, lakini kama roho yako itoponywa tena, bado utaendelea kutafuta muujiza. Lakini si mpango wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Si mpango wa Mungu muujiza, sio mpango wa kwanza wa Mungu katika maisha yako. Muujiza huvuta watu, ila neno la Mungu wafanya watu wakue kiimani. Narudia, muujiza ina tabia kuvuta watu, lakini neno la Mungu hufundisha na kuwafanya watu wakue kiimani. Kwa nini nasema hivi? Ni rahisi sana kusema kwamba ngoja niende kwenye kanisa fulani kwa sababu nimeona kwamba kanisa lina muujiza fulani. Ukaenda katika ile kanisa. Baada ya kwenda kwenye ile kanisa, labda Mungu akakujalia nawe pia ukaponywa. Ni rahisi sana kuvutika pia kwa sababu Jumapili ijayo pia nitaenda. Lakini kama huyo mchungaji ataendelea muujiza na si kufundisha neno la Mungu, uwe na uhakika hakuna mtu ataona uzima milele, kwa sababu kinachofanya tuone uzima milele si muujiza, mtu wa Mungu. Si muujiza, ni kuona kwamba tunatii kile ambacho Mungu ametamani tukielewe katika neno lake. Lakini pia imani isiyofundishwa huwa inategemea matukio, sio Mungu. Maandiko yanasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena, watu wa Mungu. Lakini hatari ya kutafuta muujiza bila kumtafuta Mungu, hatari yake nini? Kuna watu wanakuambia kwamba kuna watu wanataka uponyaji bila toba. Kuna watu wanataka baraka bila utiifu. Kuna watu wanahitaji mafanikio bila tabia mpya. Kuna watu wanahitaji nguvu za Mungu bila kumjua Mungu, kitu ambacho sio kweli. Mungu hahitaji hicho kitu. Mungu anachohitaji ni kuona kwamba moyo wako, roho yako, nguvu zako zinamjua yeye. Na sio muujiza. Muujiza ni kitu ambacho ni extra. Lakini si katika mpango wa Mungu. Kuna watu ambao wanahitaji nguvu za Mungu lakini bila kumjua Mungu. Ukimuuliza mtu anakuambia mimi nataka kumjua Mungu. Unamjuaje Mungu bila kusoma neno lake? Unamjuaje Mungu bila kutafakari, kukaa katika uwepo, ukatafakari neno lake, ukamjua Mungu? Unamjua Mungu kwa mdomo tu? Haiwezekani. Tabia ya Mungu, tabia mpya bila mafanikio. Maana mafanikio bila tabia mpya. Kuna mtu ambaye anahitaji uponyaji lakini hataki kufanya toba. Hataki kufanya toba. Lakini anahitaji nini? Anahitaji uponyaji. Mtu wa Mungu, hatari ya kutafuta muujiza bila kutafuta uso wa Mungu ni hivyo. Yesu mwenyewe alikuwa akifundisha, anatumia muda wake kufundisha sana. Lakini hakuwa ni mtu ambaye mwenye kutamani sana muujiza. Muujiza ulikuwa ni kwa sababu ya hivyo. Na basi jifunze kutafuta uso wa Mungu. Jifunze kubadilika ndani na sio badiliko la nje. Huyu mtu ambaye badiliko linaanzia ndani, hata kama ataponywa, hata kama hataponywa, bado Mungu ataendelea kuwa ni Mungu kwake. Si kwa sababu anaponywa, si kwa sababu amehitaji kitu hajapatiwa, ila Mungu sile ataendelea kubaki kuitwa ni Mungu. Mungu akubariki sana. Tafuta neno la Mungu, tafuta kumjua Mungu, roho yako ikue katika kumjua Mungu, lakini si kwenye kutafuta muujiza. Muujiza upo baada ya kuweza kumuelewa Mungu. Mungu akubariki sana.
Shalom, shalom, shalom.